Unaona? Kwa hiyo Yesu alipoitiwa rafiki yake anaitwa Lazaro amefariki, akakawia kwa siku 2-3 ili watu wawe na hakikisho kwamba amefariki bila shaka. Kisha akaenda kumtembelea. Unaona? Wakamwambia rafiki yako Lazaro amefariki. Sasa ni siku yapata 2-3, ameanza kunuka. Yesu akawaambia analala tu, anapumzika. Yaani tunabainisha kwamba kama Yesu Kristo alifanya miujiza, tukilinganisha na Isa bin Mariam, naye kama alifanya miujiza. Tumesoma muujiza wa kwanza ni Yesu alipomponya mtu ambaye aliletwa mbele yake amepooza, na hiyo tumepata katika Mathayo 9, hiyo ni sura, aya ni ya 2. Akamponya mtu aliyebebwa kwa machekela, akasimama akajitwika kitanda chake na kwenda, akiponywa na Yesu. Muujiza ambao ulitoka kwa Yesu. Hapa Yesu akaitiwa Lazaro. Alipokuja akapata watu wamwambia, wewe rafiki ya Lazaro, ungekuja mapema angekufa. Yesu akawaambia, huyu ni kupumzika na pumzika, lakini alikuwa amekufa. Yesu akamfanya muujiza wa kumrudishia uhai wake. Yesu akaita uhai wake ukarudi kwenye maiti yake, na akamwita kutoka kaburini na akatoka. Ndio katika kitabu cha Yohana sura ni ya 11 aya ni 43 inasema, naye akisha kusema hayo, Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Lazaro, Lazaro, njoo huku nje toka kaburini. Akatoka nje, yule Lazaro aliyekufa amefungwa sanda miguuni na mikononi mwake, amerudiwa na uhai. Unaona? Yesu akafanya muujiza wa kumrudishia uhai Lazaro. Hakuna popote Isa bin Mariam alifanya muujiza hata kidogo wa sampuli hiyo. Katika Mathayo, katika Marko, si Mathayo, Marko sura ni ya 5 aya ya 21. Nasoma kwa haraka haraka tu maana sitaki ichukue muda. Marko sura ni ya 5 aya ya 21 inasema, akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake alikuwa anaitwa Yairo. Hata alipomwona akaanguka, alipomwona Yesu akaanguka miguuni pake, akisii sana, akisema, binti yangu mdogo yu karibu kufa. Na kuomba ewe Yesu, uje uweke mkono wako apate kuishi. Unakumbuka kisa hicho? Yesu aliposikia hayo, alifanyia huyo binti wa Yairo muujiza, akapona akiwa nyumbani. Haya mambo yote unajua wewe Mkristo. Hata Waislamu wanaosoma Biblia wanajua mambo hayo. Yaani Yesu Kristo alifanya miujiza. Lakini katika Kurani, wacha hata Isa bin Mariam, mtume wake Muhammad hakuwa na uwezo wa kufanya miujiza. Na ushahidi tunapata wapi? Katika sura ya 80 aya ni ya kwanza. Sura ya 80 ya kwanza aya ni ya kwanza katika sura ya 80 katika Kurani. Mtume Muhammad aliletewa, sikiza kwanza nisome kwa kunukuu. Alikunja uso wake Mtume Muhammad na akaugeuza kuangalia mbali, akikasirika, akiangalia mbali kabisa, kwa sababu alimjia mtu mmoja ambaye alikuwa ni kipofu, akitaka kufanyiwa miujiza ya uponyaji na Mtume Muhammad. Mtume Muhammad alipomuona, kwa sababu huyu alikuwa ni Mwarabu Mkureshi na anasikia sifa za Mtume Muhammad, akasikia anaweza kujaribu uponyaji, jinsi mambo yalivyoko kwenye vitabu vilivyotangulia vya Kikristo na Kiyahudi, ya kwamba Yesu aliponya. Sasa huyu bwana Mwarabu akasikia sifa zinazopewa Mtume Muhammad
na yeye ni kipofu, akapambanya njia hadi kwenda kwa Mtume Muhammad akimtafuta ili akaweze kumponya, jinsi Yesu alipoponya vipofu na waliopooza na wagonjwa. Lakini Mtume Muhammad alipomwona akakasirika sana na akaangalia mbali. Na huyo ndio alikuwa mtume wa Isa bin Maryam. Ikiwa mtume wa Isa bin Maryam ambaye ana jina kubwa katika Uislamu zaidi ya Isa mwenyewe, ikiwa yeye hakuwa na nguvu ya kuponya, sembuse Isa mwenyewe. Kwa hiyo Isa hakuwa na nguvu ya kuponya. Yesu Kristo alikuwa na nguvu ya kuponya. Yesu Kristo alikuwa na nguvu ya kuponya kwa mujibu wa hizo nimesoma, na nimenukuu chache tu. Haya zipo tena nyingi za miujiza ambayo Yesu alifanya, lakini kwa Kurani hazipo kuhusu miujiza ya Isa bin Maryam. Na tumesoma hicho kisa kimoja katika sura 80 aya ya kwanza ya huyo kipofu aliyejidanganya akimfikia Mtume Muhammad atapatiwa muujiza wa kuponywa aweze kuona tena, akamghadhabisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika sura tuko Qurani, katika sura 29, na nafikiri tunamalizia hapo. Katika sura 29 aya ni 50 katika Qurani. Unaona, inadhihirisha mambo kama hayo tuliyosoma katika sura 80. Na walisema, mbona hatukuteremshiwa miujiza kutoka kwa Mola wake? Walimuuliza Mtume Muhammad, Waarabu wa Kikurashi, mbona haukuteremshiwa miujiza kutoka kwa Mola wako? Yaani wakilinganisha na vile Yesu Kristo alipofanya. Wakamuuliza Mtume Muhammad, mbona wewe hukuteremshiwa nguvu ya kufanya miujiza kutoka kwa Mungu wako? Inaendelea na kusema sema Mtume Muhammad. Huyo ni Mtume Muhammad anajibu, miujiza iko kwake Mwenyezi Mungu tu, akitaka atakuteremshieni, na kama hataki basi miujiza itateremka. Yaani Muhammad akadhihirisha yeye mwenyewe alipoulizwa na Waislamu wa Kikureshi, mbona Mungu Allah, Mungu wako, Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala hakukuteremshia nguvu ya kufanya miujiza? Mbona ufanye miujiza? Na ni kwa mujibu wa Qurani, wala usinichukie bure. Sura ya 29 aya 50 katika Qurani. Waarabu wa Kikureshi wakamuuliza Mtume Muhammad, mbona wewe Mola wako hakuteremshia nguvu ya kufanya miujiza? Naye akasema, miujiza imekaa tu kwa Mwenyezi Mungu peke yake, akitaka atakuteremshieni, asipotaka itakaa hivyo. Yaani yeye mwenyewe akaoga mikono kwa kusema ana nguvu hiyo ya kufanya miujiza. Na huyo ndiye mkuu wa Isa bin Maryam katika imani. Na ikiwa yeye ana nguvu na hakuwa na nguvu ya kufanya miujiza, na Isa bin Maryam ni vipi? Bila shaka hakuwa na nguvu hiyo. Na kwa hiyo tunaposema mambo haya, kubainisha mambo haya, inatakiwa uwe una tahadhari na unaangalia kwa makini. Jambo lingine pengine tungemalizia nalo, ambalo linaleta utata sana katika Uislamu. Kwa nini Yesu anaitwa Mungu? Je, Yesu alikuwa Mungu? Na je, Isa bin Maryam alikuwa Mungu? Kwa mujibu wa vitabu vya Qurani, Isa bin Maryam hakuwa na Mungu, hakuwa Mungu wala hakuwa na uungu wa Mungu. Unaona? Na udhihirisho tutaweka katika sura ya 16
Tuko sehemu nyingine sasa ya kudhihirisha zaidi katika sura ya 16 aya 17 katika Qurani inasema hivi: yule anayeumba lazima aitwe Mwenyezi Mungu. Yule anayeumba ndiye Mwenyezi Mungu. Yule ana sifa za kuumba au kufanya miujiza, huyo ndio Mwenyezi Mungu. Na kwa hiyo Isa bin Maryam hakuwa na sifa hizo hata kidogo. Wewe unaona katika Qurani 57, hiyo ni sura, aya 3 inasema yeye ndiye mwanzo na mwisho, Alpha and Omega, naye ndiye wa dhahiri na siri na mjuzi wa kila kitu. Yeye muumba mbingu na dunia. Hiyo ni Qurani inasema hivi, inasema yeye ikielekeza kwa mwingine yeye, na huyo yeye yuko katika Biblia. Huyo yeye mwanzo na mwisho, Alfa na Omega, yeye. Unaona? Na hiyo yeye katika Biblia utaipata katika Ufunuo sura ni ya kwanza aya ni ya 18. Sikiza nikusomee. Sura ni ya kwanza aya 17 na 18 inasema, nami nilipomwona nikaanguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akasema, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, yaani Alfa na Omega. Siku tutakapoingia kule mbinguni, tutampata Yesu Kristo akiwa na Mungu, akibeba uungu wa Baba yake. Nao Biblia inasema siku hiyo tutaanguka miguuni mwake, naye atasema, mimi ni Alfa na Omega, ni wa kwanza na wa mwisho. Maana Mungu ana uwezo wa kuona mwisho kutoka mwanzo. Na Qurani imesema katika 57 sura aya 3, huyo, bila kumtaja jina, lakini ikimwelekea Yesu Kristo, huyo ndio wa kwanza na wa mwisho. Yeye ndiye Alfa na Omega. Unasikia? Qurani yenyewe inadhihirisha Yesu, kwa sababu Biblia imesema Yesu ndio atakasema, mimi ndio wa kwanza na wa mwisho, Alfa na Omega. Nao Qurani inasema siku hiyo huyo ndio atakuwa mwanzo na wa mwisho, Alfa na Omega. Lakini sio Isa bin Maryam. Unaona? Naomba nisome neno moja kisha nimalize hii, kwa sababu sitaki iendelee sana, tutachukulia hapo. Je, Yesu amebeba uungu wa Mungu muumba mbingu na dunia? Na kwa linganisho la Isa bin Maryam, Isa amebeba huo uungu. Maana Mungu wa Yesu anaitwa Jehova. Kwa mujibu wa Zaburi sura ya 83:18 inasema, wajue ya kwamba wewe jina lako ni Jehova. Lakini Mungu wa Isa bin Maryam anaitwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unasikia? Na Yesu Kristo anabeba uungu wa huyu Jehova. Katika Zaburi 68 ni sura aya ni ya 4, inasema, mwimbieni Mungu, lisifuni jina lake, mjue yeye pia anaitwa Yahu au Jehova. Unaona? Lakini wa upande wa Qurani, wa upande wa Isa ni Allah, na Allah ni tofauti na Yesu. Allah ni tofauti na Jehova. Wewe unaelewa mambo hayo? Katika Tito, kitabu cha Tito sura ni ya 2 aya ya 13 inasema hivi, tukitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Yaani Biblia inasema Yesu Kristo katika kitabu hicho cha Tito sura ya 2 ya 13
Yesu anaelezwa kama Mungu mkuu na Mwokozi wetu, lakini Kurani hahitaji Isa bin Maryam kama Mungu mkuu, maana Isa habebi uungu wowote wa Allah. Isa habebi uungu wowote wa Jehova, ingawa hiyo ni miungu miwili, lakini Yesu anabeba uungu wa baba yake, na ndio naitwa Mungu mkuu. Unasikia maneno hayo? Unasikia maneno hayo? Tofauti kubwa sana Yesu Kristo wa Biblia na Isa bin Maryam wa Kurani. Unasikia maneno hayo? Itakubidi ujue kuna tofauti kubwa, na mtu yeyote asikudanganye ati Yesu Kristo, Isa bin Maryam ni mtu mmoja. Uungu wa Yesu Kristo aliyoubeba tutaulinganisha katika toleo la 10, maana hili ni toleo la 9. Toleo la 10 wiki ijao tutalinganisha huo uungu, tumalizie na tusonge mbele katika malinganisho mengine, maana yapo mengi, yatachukua masomo kama 2 matatu kisha tumalize. Nakushukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu akubariki. Ukipata mafunzo haya yanakufariji moyo, yanakufaidi, yanakusaidia, sambazia na wengine, na Mungu atakubariki. Tukutane wiki ijayo, Mungu akitujalia. Mimi naitwa Paul Muya, mkulima. Ukitaka kuuliza swali ni 0711 200 606. Piga simu, andika kwa ujumbe, uliza swali. Jinsi Mungu atakavyotuwezesha tutakujibu. Bwana Yesu Kristo na asifiwe sana. Mungu akubariki. Nakupenda sana ewe Muislamu. Nakupenda sana ewe Mkristo. Mungu akujalie na akutendee mema. Bwana Yesu Kristo na asifiwe sana. Amina.